الحمد لله الذي حكم فأحكم وقضى فأبرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي وصف نوحا بأنه كان عبدا شكورا، ووصف أيوب بأنه كان أوابا صبورا، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وألقى قميص يوسف على وجهه يعقوب فارتد بصيرا، وأرسل سيدنا محمدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن سيدنا وشيخنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا رسول الله الذي بعث بشرع كالشمس وضحاها، وبقرآن كالقمر إذا تلاها، وبسنة كالنهار إذا جلاها، فمن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. يقول الله في حقه: يا حبيبي يا محمد، لو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم سلكوا كل طريق واستفتح علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. إلهي زادي قليل ما أراه مبلغ، أللزاد أبقي أم لطول مسافتي؟ أتحرقني بالنار يا غاية المنى؟ أين رجائي فيك وأين محبتي؟ أما بعد، فيا أيها الناس، وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الرضا، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحب الدنيا فتكون من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستقر رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإنه يحب المتوكلين. وادعوه إنه مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده أحسن الكتب نظاما وأفصلها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، مخلوط من الزيادة والنقصان،
فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبعد، لقد أقفت أمامكم ولست بخيركم بل كي أذاكر نفسي وأنفسكم وأفيدكم بما أفاداني الله. Mashira sana, nichukue fursa hii kwa mara ya pili kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا وتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ndani ya suratul Baqara tumeonyeshwa bidayatul khalq, mwanzo wa uumbaji. Afdal yawmin tala'at fihi ash-shams yawmul jum'ah يوم خلق فيه آدم وأدخل الجنة وأهبط منها وقبض منها. Siku tukufu yenye kuchomozewa na jua, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni siku ya Jumaa. Ni siku ambayo aliumba baba yetu Adam alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, na siku ya Ijumaa nyingine akaingizwa peponi, na Ijumaa nyingine alipofanya ya kuyafanya akaondoshwa peponi. Lakini pia na siku ya kuondoka kwake duniani ilikuwa siku ya Ijumaa. Aliumbwa mbinguni, alifia duniani, na hata kiyama kitasimama siku ya Ijumaa, japo hatujui ni Ijumaa ipo. Siku ya Ijumaa wadudu, ndege, wanyama wanaiheshimu, wanaiogopa, lakini binadamu amekuwa ni mwenye kuidhulumu nafsi yake, anamwasi Allah mola wake siku ya Ijumaa. Wanasema ulama sirra katika hadithi aliyopokea Sayyidina Jabir ibn Abdullah, wanasema wakati anaumbwa mzee Adam, qabadathu Allahu min qabadati jami'a man fil ardh, ule udongo alioumbwa nao haukuwa udongo wa sehemu moja, ulikuwa ni matirio ya udongo tofauti. Udongo wa mfinyanzi ndani yake, udongo mwekundu, udongo mweusi, udongo wa manjano, tini lazib, hamain masnuni, stage kadha za udongo wa kuumbiwa mzee Adam. Kwa sababu hiyo nasi watoto wake, laqad ji'na min ashkalin mutanawwi'an fihim al-aswad wal-abyad wal-ahmar. Kwa kuumbwa kule nasi tukapatikana watu tofauti tofauti wenye shakili mbalimbali. Kuna weupe, kuna weusi, kuna wekundu, kuna warefu, kuna wafupi, lakini kuna ambao tabia zao ngumu, wakali, wabakhili, wakavu, lakini kuna walaini, kuna wapole, kuna wacheshi, wama ashbaha dhalik. Ndio maana unakuta saa nyingine kuna familia kazaliwa ndani yake mtoto, lakini mashaallah akawa na hulku njema na tabia njema mpaka akawaovateki wazazi wake wawili. Hatuamini mzee fulani yeye kazi yake pombe kushinda vilabuni, mke wake ushirikina na yeye anauhusudu ushirikina, lakini ajabu mashaallah mtoto alompata. Mtizame Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wazazi wake hawakuwa na tabia mbaya, walikuwa na tabia nzuri, lakini yeye amewapita mpaka wazazi wake tabia zake
na Allah alimsifu kwa kumwambia wa innaka la ala khulqin adhim. Lakini pia mara nyingine ndani ya familia, wazee wastaarabu, familia ya dini, lakini akaja mmoja wala hafanani na wenzie, kwa hakika anaielimisha familia mpaka watu wanasema ndio ilivyo kwenye familia, lazima mmoja atapinda kidogo, huyu ndio kapinda. Na mara nyingine mama akaulizwa, ulimzaaje huyu, ulifanya nini alipokuwa tumboni? Ni system za udongo tu, na haya hayaanza leo, tokea zamani. Angalia watoto wa Sayyidina Adam, Qabil na Habil. Sayyidina Qabil alikuwa mkubwa, lakini alikuwa mbakhili na alikuwa mkorofi. Sayyidina Habil alikuwa mdogo, lakini alikuwa na khulqu za utume kama za baba yake Adam alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Laqad iktashafna, uvumbuzi uliotumika duniani, watu wana sifa 4, na hii ni science na tafiti za wasomi katika mwili wa kibinadamu, na sifa hizi leo tutajifunza insha Allah, lakini pia tutachagua sifa 2 tu basi. Sifa ya sanguine na melancholic. Mtu sanguine ni mtu wa sampuli gani? Mtu melancholic ni mtu wa sampuli gani? Na kwa nini tunazungumza hivi? Ili tujijue, ili turehemewe na Allah. Rahimallahu mra'an au rajulan arafa makanahu waqafa inda haddi. Mwenyezi Mungu anampa rehema zake anayejijua yukoje, maumbile yake, position yake, nafasi yake ni ipi, na akasimama sehemu bila ya kuhimizwa. Ukiona nchi imekosa amani, unajua amani ina thamani kuliko hata afya. Al-amn wal afya, afya na amani, wanawachuoni wanasema amani ipo juu kuliko hata afya. Hivi sasa unaweza ukawa na maradhi ya hatari sana, lakini ile hatari yake inapungua kwa sababu ukienda Muhimbili utafanyiwa amalia, utafanyiwa operesheni, njia ziko wazi kabisa, kwa sababu amani ipo. Lakini amani ikikosekana, basi hata yule daktari humkuti, kisha kimbia amani. Basi pia ukiona nchi imekosa amani, nchi hii leo ina vita, nchi hii leo ina vurugu, si kwamba miti ya nchi ile inagongana, ardhi inataka kupinduka, hapana. Ni watu wamejua position zao tu, wamezisahau. Mkubwa ameshindwa kutambua nafasi yake ni ipi ili aishi na mdogo, na mdogo naye ameshindwa kutambua nafasi yake ni ipi. Shekhe haheshimiwi na mjinga haachi kudharauliwa, basi mambo yanaharibika. Hapa msikitini hapa, angalia watu wamekaa kwa adabu na amani. Huwezi kumkuta imamu yuko kule, na akikaa kule watu watamshangaa, sio nafasi yake. Na wewe pia ukiitwa huko mbele ukae mwenyewe, hapana, tuendelee shekhe, kwa sababu unajua hii si sehemu yako. Kwa hiyo inapatikana nini? Inapatikana amani. Kwa hiyo rahimallahu mraa, Mwenyezi Mungu anamjua mtu ambaye anamrehemu mtu ambaye anajua nafasi yake ni ipi, akasimama bila ya kuhimizwa. Maisha ni formula. Sasa wewe leo tutakusaidia ukijijua wewe ni nani insha Allah. Tuanze na sanguine, na haya ni maumbile na wala hatupaniani, na hatukusudii tukimaliza hotuba hii kupeana majina tusioyapenda. Kumbe wewe ni sanguine, kumbe wewe ni melancholic. Ni nani sanguine? Sanguine khulqia ni mtu ambaye kwanza ana upendo na watu, ni mtu mcheshi, ni mtu anaongea sana. Mtu sanguine ni mtu ambaye akifika sehemu wala hahitaji kutambulishwa. Akifika sehemu, salamu alaykum, wazima jamani,
Wema, imamu yuko wapi? Na akimpa mtu mkono anamtingisha madhubuti, utafikiri walionana hata siku nyingi. Mtu sanguini, mtu sanguini ukimwambia achague watu na achague kazi, yeye atachagua watu kwa sababu anapenda sana watu. Mfano, akiwa ofisini mtu sanguini, alafu ofisini hakuna watu, yuko peke yake, utamkuta ataifunga ofisi aende akatafute watu wa kuzungumza naye. Mtu sanguini ni mtu mwenye hisia za nje. Mtu sanguini hisia zake za nje, ukimuudhi tempa yake hapo hapo, atakachokishika atakumaliza nacho. Ameshika jiwe, ameshika bakora. Mara nyingine sanguini anazungumza na mikono. Lakini pia mtu sanguini ni mtu shakalabaghala sana, hata usafi kwake ni mdogo, hapangilii mambo yake. Mtu sanguini, mtu sanguini hata uvaaji wake utakuta amevaa shati kifungo kimoja kaacha, zipo iko wazi, mkono mmoja kakunja. Ukiingia nyumba ya mtu sanguini utauliza, imamu ndo unakaa hapa? Kumbe ndi sanguini. Utakuta vitabu viko kule mlangoni, hasa awe mwanamke sanguini. Ukiingia nyumba yake unaanza kukuta mwiko huko kule mlangoni, sufuria liko pale, sijui hiki kiko pale. Ndo maumbile alioumbwa nayo. Hata zile nguo zake za kuvaa, nguo safi zinachanganywa kwenye begi na nguo chafu, yenye pasi na isiokuwa na pasi. Haya ni maumbile yote yamechanganywa. Hata wakati wa kuvaa mtu sanguini, zile nguo ili azibaini hii safi ya uchafu, kwanza atoe anuse, inshallah sijavaa, inaona hii chafu, anaanza tafuta. Yani ndio maumbile yake yako hivyo. Lakini mtu melankoli ni mtu mwenye hisia za ndani. Mtu melankoli ni mtu mpole. Melankoli ni mtu ambaye anapenda kazi kuliko watu. Wenyewe wanawaita machine people au people machine. Ni mashine watu, ni mkeo kweli. Umemnunulia mpaka mashine ya kufulia nguo, lakini unakuta baadhi ya nguo anabagua, ataka kufua kwa mikono yake. Nguo za mume wangu sifui na mashine, nguo za mtoto wangu wa mwisho sifui na mashine. Yani anapenda kazi muda wote, na ukimpa watu na kazi achague nini, mtu melankoli atachagua kazi. Unaweza ukamkuta yuko ofisini peke yake ukafikiri hakuna watu, lakini anaendelea kufanya kazi zake, anapanga mafaili yake. Na mtu melankoli ni mtu smart sana. Ukitizama nguo zake utakuta zenye pasi zimepangwa hapa, nguo chafu ziko hapa, miswaki iko hapa, lakini utakuta na viatu vimepangwa sehemu yake. Ni mtu ambaye hisia zake pia ni za ndani. Hasira zake wanasema ni kali kuliko za sanguini, lakini hasira zake yeye ni kali kwa sababu hasira zake ni za ndani kwa ndani. Mtu melankoli. Lakini pia mtu melankoli ana bahati ya kupata uongozi na anauweza, lakini mtu sanguini uongozi hauwezi. Mtu sanguini ukimpa uongozi bado atahitaji umwekee mtu wa kumuongoza vile vile. Utamfanya imamu msikitini mtu sanguini, lakini ikichezwa mechi ya Simba na mpira tayari haswalishi, huyo kishaondoka. Utamfanya muadhini msikitini mpaka ukumbushe, shekhe, muda wa adhana vipi? Aya, nenda sasa hivi. Alafu unasikitika, nafasi ile ningeipata mimi. Ni usanguini tu, anapenda kuwa free tu. Lakini melankoli anapenda kupangilia vitu vyake na anapenda kazi sana. Watu wa mahusiano wanashauriwa ndoa yako ili iwe na amani. Kama wewe Allah kakuumba sifa zako ni usanguini, usioe sanguini mwenzio, mtafute melankoli. Ndoa hii itakuwa ina balance. Ndoa ikiwa mama ni sanguini, baba ni sanguini, mtoto ni sanguini, hiyo ni jahannama ndogo ndani yake inapatikana, kwa sababu wote wana tempa za juu, wote wana hasira za juu. Kijijini kwetu
kijijini kwetu. Kuna mzee mmoja anashughulika na shughuli za kuuza baa, lakini mdomoni mwake amepasuka. Siku moja mamangu ananisimulia, anasema alipigwa mwiko na mke wake. Nikasema huyo mzee alikuwa sanguine na mke wake alikuwa ni sanguine, pengine na mtoto amepatikana kuwa ni sanguine. Hili ni tatizo kubwa sana hili. Mtu sanguine ana hasira za nje, lakini mirankol ana hasira za ndani kabisa. Mtu mirankol pia katika mahusiano ni mtu mgumu sana. Ukimapproach inachukua muda mrefu sana mpaka kukuelewa, na wewe mwenyewe unaweza ukajijua wewe ni nani. Kama mimi nilivyojifanyia tafiti, nimejitambua mimi ni mirankol, lakini ndani yake kuna usangwe kwa mbali, na hii ni rehema yake Allah. Kwa sababu gani nasema hivi? Wakati tunasoma chuoni ibtidaia, nakumbuka kulikuwa mabinti watatu walikuwa wakinifuata na kunisumbua utoto, tena mchumba, nilikuwa siko na time nao. Mtu mirankol miongoni mwa tabia yake, ukimpa kazi ya jambo, unaweza ukazungumza jambo tu kiraman, shekhe lam usalli lam adhhabu, ukajua umeshamaliza. Lakini mtu sanguini lile neno atalichukua, aliingize kwenye mzani, alisarfishe, ababazue. Kwa mfano hii maudhui ninayoisema hii, mtu sanguini ataacha hapa, lakini mirankol atakimbilia Google akatafute hii mirankol maana yake nini. Haachi kitu hivi, yani kitu ukimwambia kwa ghafla hawezi kukubaliana nacho kabisa. Mtu mirankol pia ni mgumu sana katika mahusiano. Sasa mabinti wale walikuwa tayari kunipa muda wao wote, lakini mimi sikuwa tayari kuwapa hata dakika moja. Na hakuna kitu kinachomuuma mpenzi kama kukosa muda wako. Mimi nilikuwa nadhukuru vitabu na mimi kusoma na mimi, si kwamba nataka hivyo. Ndio maumbile ya mirankol. Ukimwona mwanamke umempa maneno mawili matatu umempata, huyu ni sanguine. Lakini mirankoli utapata tabu, na ukimpata na misimamo mikali. Na ninachokuongeza, hawa mirankoli ni watu hatari sana. Hawa ana misimamo mikali na ni wasiri, hakuna mfano wake. Mtu mirankol vile vilma, yale maneno unaotaka kuzungumza naye mwandani wako, kama ni mirankol, kwanza muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuweke ulinzi katika mdomo. Unajua maana ya mlinzi? Pale mlangoni tukimweka mlinzi, bimaana kinachotakiwa kuingia kama hakitakiwi hakiruhusu, na kinachotakiwa kutoka hakiruhusu kitoke. Kwa hiyo ukiwa na ulinzi wa mdomo, lile neno ambalo halifai kutoka basi linazuiliwa lisitoke. Kwa sababu kuna baadhi ya maneno ukiyatoa, yakifika kwa mkeo mirankol, yanaufunga ule moyo wake, yanamshughulisha. Sisi wanaume tuna vyumba vingi hapa kifuani. Kila mwanaume ukimpasua ana nafasi za vyumba 4 vya wanawake 4. Mwanaume akimpenda mwanamke wa mwanzo, chumba cha kwanza kimefunga, upendo hauishi. Akiongeza wa pili, bado ana upendo wa aina mbili, bado anachungulia. Ndio maana Allah akasema oweni 4. Anajua nafasi zetu hapa vifuani. Mtu akiwa na wake 4 kidogo, ile tamaa imekwisha, kwa sababu nyumba iko full house, ishaja. Lakini mwanamke ana chumba kimoja tu cha upendo, na hapo niazime masikio yako. Ukiniazima masikio utafahamu jambo. Mwanamke ana chumba kimoja cha upendo, na hiki chumba hafunguliwi kila mtu mpaka awe amekuamini kwa 100%. Mtu akiwa mirankol ana siri kubwa, anaweza akakufungia moyo usiupate moyo wake, na kuna hasara kubwa sana. Angalia, bwana mmoja alimuoa mwanamke mirankol. Huyu bwana akawa na vituko kidogo. Basi katika vituko
anatoka na mkewe, wanakwenda kufanya biashara zao. Wakati wanafanya biashara, kukaa kuna mteja anakuja, wanashughulika na hardware, wanauza nondo. Anakuja mteja yule mara kwa mara, naomba nondo milimita 10 80, naomba nondo mita kadhaa 20, naomba sementi, naomba kadha. Mteja huyu, lakini huyu mteja akija anacheka na huyu mke wa huyu bwana vizuri, salamu, bashasha, mpaka yule mwanamke akapata muda akamchunguza huyu bwana, akaona ananifaa, lakini si mume wangu. Uteja ukaendelea, na wewe pengine umefanyiwa hivyo, maskini. Uteja ukanoga mpaka wakaanzisha mahusiano. Huyu mama akampenda yule bwana, alivyompenda akaenda kumkashifia nguo zake. Nikwambieni kitu, mwanamke yoyote hawezi kukukashifia mwili wake isipokuwa amekupenda. Na kama wewe ni mume wake unafosi tu, maana hapa kuna mahusiano makubwa. Mara nyingine yashakatika, anafanya na wewe tu kukuridhisha starehe yako na haki yako, lakini hayuko na wewe kabisa, hayuko na wewe. Na alama ya kujua huyu mwanamke hayuko na mimi, naomba nikupe ishara zake. Mke wako inawezekana mwanzo alikupenda sana, lakini ule usangwini wako umezidi, alafu akaathirika, yeye ni mirankoli kiasi kikubwa. Basi wanasema ili umjue mke hayuko na wewe, kile kitendo cha kumkisi tu, ukimbusu mke wako, unaona anatizama pembeni, anaona kinyaa. Mke wako ukinywa maji humbakishia kanywa, hilo ni tatizo hilo. Mke wako ana mswaki wake na wewe una mswaki wako. Saida Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akiingia ndani kwangu, jambo la mwanzo anaanza kwanza kwa kuninyonya hasa mdomo wangu, hasa ulimi wangu, lakini cha mwanzo alikuwa akianza kwa kupiga mswaki. Na mama Aisha anajua, anasema innal mauta la sakaratin, umauti una ulevi mkubwa. Kipindi hicho Rasulullah anataka kufa, yuko taiti, roho inamtoka, akawa hawezi hata kusema. Anasema tu innal mauta la sakaratin, Allahumma shaddid alayya sakaratin mautin wa khaffif an ummati. Anasema maneno hayo Mtume, akawa kuna maneno hawezi kuyasema. Nikaona nimtilie faraja, nikachukua kipande cha mswaki. Angalia mama Aisha anasema, nikautafuna ule mswaki, nikautia mate mengi, kwa sababu Mtume anapenda mate ya Saida Aisha. Nikamdumbukiza mate yangu yale, basi akaanza kusema, jamani naondoka, lakini sala. Angalia wapenda nao, vyumba vya Mtume vilikuwa oni kwa ajili ya Saida Aisha, na mama Aisha chumba chake kilikuwa wazi kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukimwona mkeo hivi sasa hata zile nguo zako hazikubali, ukikoa kidogo uchafu bwana baba unatuchefua, huyo tayari ashakufungia mlango. Ila nitakwambia wataalamu wa saikolojia ya mapenzi wanasema, mke wako akiwa amekufungulia kile chumba, basi lile jasho lako analipenda, hasa akiwa ni mjamzito. Ukiacha kanzu yako kwambia naomba uniachie hiyo kanzu, na wallahi unamkuta ameiweka puani analala nayo, huwezi ukaamini. Na si kwamba anapenda majasho ya watu, akipita mwingine bwana wewe una jasho kali ondoka, lakini jasho la mume wake analipenda. Wewe hata maji hamshei, hata shuka una shuka yako na yeye ana shuka yake, ujue ashakufungia chumba hiki. Madhara yake yanakuwaje? Madhara yake ni hivi sasa, huyu bwana akamfungulia mteja moyo wake. Alipomfungulia mteja moyo wake, basi akaenda kustareheka naye mpaka akapata mimba, mpaka akazaa, mpaka mtoto akalelewa akawa mkubwa. Yule bwana anakuja pale dukani, anaita anko, ujambo anko. Lakini yule mwanamke akamwambia yule mteja, mtoto wako huyu kuishi na yule mumewe kimwili,
lakini kihisia anaishi na mtu wa nje, mteja. Na wengi wako hivi, mirankol wako ndani na hujawajulia. Anaishi na wewe kimwili tu, atafanya nini? Ushampotezea time yake, lakini kihisia, wewe mke wangu nikubusu, nikumbatie, basi ataki, bwana niachie, unaona ana haraka, kashakukifu. Lakini kuna mjinga nje, mchafu tu, sio smart kama wewe, anapewa kila kitu, anakumbatiwa na majasho yake, pengine ndo muuza nyanya, muuza mikaa, muuza genge tu, lakini mke wako hapo ndo amekufa, amekwisha, ameoza. Ni matatizo ya wanawake mirankoli. Basi huyu mwanamke akasema mpaka nitakufa. Huyo mwanaume sitomwambia siri hii, akamfichia siri hii, lakini yule mtu wa nje anamueleza kila siri. Na huyu bwana anaenda nyumba ya ibada kumshukuru Allah, anaenda kumtukuza Allah. Kwa nini nisimshukuru Mungu? Mimi kanipa kila kitu. Usafiri ndo na gari 2 3, gari zimejaa mashaallah, nazo nyumba mjini hapa. Kwa nini sitoe sadaka? Kama ni kazi yangu inaendelea. Matunda ya dunia ni watoto hawa. Angalia huyu wa kwanza mkubwa kuliko mimi, kumbe sio mtoto wake maskini, ni mtoto wa mteja. Na hapa Dar es Salaam mengi yamejaa, watu wengi wamechanganyiwa sana watoto, mpaka kuna mtu mmoja alikuwa akimchapa mtoto wake, anapiga watoto wake. Mama kashindwa kuvumilia, akamwambia mume wake, we baba, ukipiga upige na kuchagua, sio unapiga ovyo tu, na wengine si wako hivi. Utafanya nini wewe kama Muislamu? Umeoa mwenyewe, umemtoa kijijini, lakini umechanganyiwa. Wewe ni sanguine au ni mirankoli? Sasa unapomuoa mtu, kama unataka kuoa, kama wewe ni sanguine, mtafute mtu anaitwa mirankoli, zile sifa zake. Mirankoli ni msafi, sanguine ni mtu mchafu, mtakuwa mna balance. Kwa sababu mirankoli tabia zao, wana tabia ya kununa muda mrefu. Hata mwanaume akiwa sanguine ana tabia ya kununa akikerwa, hasa wanawake. Unamkuta mwanaume ni mirankoli, si kama sanguine. Sanguine yeye akiona kitu anabwatuka tu, anapaza sauti tu. Ndio maana dini imekuja kuturekebisha hizi sifa. Hapa msikitini kuna masanguine wapo, utakuta likitokea jambo la utata msikitini, sanguine anaanza mambo yake. Katokea mtu kaiba viatu hapa, apigwe huyo, mkateni mkono. Jazba kweli, washasahau. Basi kuna taratibu, tuwasikilize maimamu. Shekhe, nipishe. Tayari kashamtia mtama msikitini, kashapaza sauti. Usanguini huo una faida zake, lakini pia una hasara yake. Lakini mtu akiwa mirankoli, tabia yake kununa, hasa awe mwanaume. Utamkuta mke anakuja, baba nikuwekee chakula, unamkuta anamtizama tu. Nikupe chakula tayari anamtizama. haya kama utaki kula, haya kanuna. Unamkuta huyo anasimama, anaenda nje, ananua chakula, anakuja anakula. Baba nikuwekee maji ya kuoga, nguo tayari ishakupigia pasi, unakuta anatizama tu. Ndio ongei. Haya, unamkuta anachukua nguo nyingine, yaani ndio kanuna kweli kweli. Sasa niambie, ndani ya familia nyote mmekuwa mirankoli, baba kanuna, mama kanuna. Mtu mmoja juzi alinisikitisha sana, alikuja nyumbani kwa ajili ya counseling, na wala simlaumu. Ananambia, shekhe, katika matajiri na wafanyabiashara, mimi sisemi Dar es Salaam, Tanzania, sisi namba 1. Tajiri si tajiri wa wasiwasi. Aliponifikia niliona kweli huyu ni mtu na nusu huyu. Alichonijia, yeye ni mirankoli na mke wake ni mirankoli. Ananambia, ustadhi, ndani tulivyo, lile jumba letu swimming pool lipo katikati ya nyumba. Hatuna kitu cha ndani ya Tanzania, mpaka kile kitasa tu kile cha mlango unaweza ukajenga nyumba ukaenda kuishi Majoe. Kila kitu kiko oda, lakini ni mirankoli. Ukiingia ndani kwetu unasema hamna watu, wamenuniana. Huu ni mwezi wa 10 unaenda. Tukiingia ndani baada ya salamu masaa 6, ndio mtu atamuuliza mwenzie, funguo umeweka wapi? Hapo kinachodili ni TikTok tu, ni hivi kimya.
Anasema mke namletea zawadi na haongei. Namuuliza mke wangu umekula? Hajibu. Umekula? Niambie. Ndio, nashukuru nimekula. Wamenuniana tu. Hili linaumiza kweli kweli ndani ya nyumba. Sasa wewe ukiwa ni sanguine, mtafute miracle. So ndoa itakuwa ina balance. Kwa sababu miracle ni msafi, sanguine ni mtu mchafu. Unakuta wewe baba ni sanguine, na wanaume wengi mara nyingi ni sanguine. Unakuta umetoa nguo umetupa pale sebleni pale, basi miracle, baba mbona unavulia nguo? Unakuta anazitoa, unakuta anasafisha. Lakini pia unakuwa mkali, yeye anashuka chini, anakuwa mpole. Lakini nyote mkiwa miracle au nyote mkiwa masanguine, hii ndoa itakuwa ina shida kubwa sana. Hii ndoa itakuwa ina changamoto za hali ya juu, kwa sababu haya ni maumbile haya, na kila mmoja anayo. Na kama wewe si sanguine, wewe utakuwa ni miracle lazima kivyovyote. Hisia zako, maumbile yako na yako hivyo, mtafute mtu ambaye utaenda naye sawa sawa kabisa. Lakini pia hata mtu aliyokuwa sanguine katika mahusiano ni mtu mlaini sana, ni mwepesi, awe mke au mume. Kwa hiyo pia ukimpata mwanamke aliyokuwa sanguine ni hatari. Akiguswa kidogo tu ana mambo mengi. Mtu mmoja ananiuliza, sasa ndo nataka nikaoe, mimi nishajijua nikoje, haya mimi nitawezaje kumjua huyu kwamba ni sanguine au ni miracle? Wewe ukienda kuoa tu utamjua. Ukifika tu kama mwanamke ni sanguine, hahitaji kutambulishwa sanguine. Miracle akija hapa hasemi chochote, hata darasa iwepo aulizi swali, na akiuliza kwa bahati mbaya kweli kweli mkimya sana, anasoma kwanza mazingira. Na ukienda kumposa mwanamke kama ni sanguine, ukitoa salamu tu, karibuni, muoje ndo nani? Ndo wewe. Mashaallah, karibu, nashukuru, maneno kibao, umejenga, una kazi zako, unaishi wapi wewe? Huyo sanguine. Lakini miracle unaongea wewe kila kitu, mpaka unamuuliza bibi, unalo la kuniuliza? Hapana, sina. Anayo mengi, lakini kwanza anatafiti, anachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo wewe baba ukijiona mimi ni miracle, mtafute mwanamke sanguine, mtaendana. Na wewe ukiwa ni sanguine, mtafute miracle, mtaendana. Lazima watu wawe na balance baina yao. Haya ni maumbile ambayo Allah ametuumba nayo, na watu wote hatufanani. Na hapa tuna makundi manne miongoni mwetu, na Allah ndo kajalia hivyo. Lakini pia ni bahati ukiwa umechanganya katika sifa hizi. Na nikiyasema haya, utamjulia mkeo, utamjulia mtoto wako, utajua kwa nini mke wangu kitu kidogo tu. Maana mtu akiwa miracle ana matatizo makubwa. Miongoni mwa matatizo, ukimwambia neno leo miaka 20 aliishi, analiweka moyoni, alitoki. Pengine ulimwambia siku za uchumba, lile neno ukirudia jambo tu, unakumbuka siku kabla hujanioa ulisema hivi, na leo unarudia yale yale, hasahau. Na ni mwepesi kuufunga moyo wake. Ni mtu hatari sana, na ni mtu ana siri sana. Anaweza kukaa na wewe lakini ana mengi kwako. Sasa ukishajua mke wangu ni miracle, utakuwa unapanga aina na mizaji ya maneno yako. Inshallah baada ya sala tutafafanua kidogo kwa wasaa. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azihidi ndoa zetu, na kila mmoja ajue afya ya nafsi yake. Na si Jumaa ijayo, lakini mara nyingine nikija tutamalizia hizi sifa nyingine inshallah. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأسر الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، ولا جامع القرآن استحية منهم الملائكة الرحمة مهل الليالي بتلاوة الكتاب أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان.
وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى ولديه سيدي أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما الزهراء البتول وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الهمزة وأبي الفضل العباس وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة طلحة الفياس والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر وأبي عبيدة الزاهد الساهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصلوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وجل وتم وأهم وأكبر. وأقم الصلاة. Ukiacha kanzu yako pale na uniachie hiyo kanzu, na wallahi nakuta ameiweka puani na dada nayo, huwezi kuamini, na si kwamba anapenda